Kwenye ndoa utaweza kuwa kuna fursa nyingi. Mume labda mwanaume mume wako yeye ana fursa, akisimama mahali akisimamia jambo utashangaa. Ana ile opportunity ya leadership ndani yake. Mkasema jamani baba, hebu tufungue jambo fulani, kwa namna unavyoweza hapa utasimamia vizuri. Hiyo yote namna ya kujichanganua kwenye ndoa. Kwa nini nasema hivi? Enzi hizi na nyakati hizi na zama hizi, waweza kuta kwenye ndoa, wanandoa wana uwezo mkubwa, wanandoa wana fursa nyingi, lakini fursa zimekufa, hazijawa discovered, hazijafufuliwa, hazijahuishwa ndani yao kwa sababu ya ubinafsi. Mume anaona yametosheka na mke yuko hivyo hivyo, mke anaona ametosheka na mume yuko hivyo hivyo. Kumbe wangekaa kujua fursa alionayo mwenzangu, tunaweza tukafanya kitu kikubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya hiyo familia au hiyo ndoa. Hata kijana ambaye hujaoa au hujaolewa, kuna namna unaona mchumba, unaweza mchumba wangu huyu ana fursa fulani, nikiolewa naye kuna jambo atalipata. Haoni kwa mtoto blanki bila kuona na kitu. Binti wewe kwa kijana kwa sababu yuko tu, kuna kitu umekiona. Nawe kijana kuna kitu umekiona kwa hiyo binti. Kwa hiyo kuna fursa fulani umeiona, kwa hiyo unaiendea, akiwa mkeo utaipata. Kwa hiyo unapoona ile fursa, hata kama mjaoana, mkisha kuoana, hebu sasa ikuze, ifanye izae jambo kwa ajili ya manufaa na maendeleo ya ndoa yenu. Opportunity. Na mara nyingi sana makampuni makubwa yanafanya research, wanatumia hizo fursa, wanaangalia fursa gani. Makampuni yanafanya mambo ya marketing, mambo ya masoko, waangalie kampuni hii imefanya hivi, ana opportunity, anachukua kama fursa kwake. Sasa kwenye ndoa, je, tumechukua hizo fursa kwa namna gani zikatusaidia? Wewe jiuliza, wewe baba toka umemoa mke wako ulionaye, umeshagundua ana fursa gani yoyote pale ukamsaidia? Wewe mama, umeshagundua mmeo ana fursa gani ukamsaidia? Au mkasaidizana jambo likaa kubwa? Au kila mmoja anajiona yeye amejitosheleza? Na kina mama wengi wanapenda kusapotiwa na waume zao. Ndio tabia ya mama. Mama anapenda akifanya jambo mume wake amsapoti. Kwa unapoona mkeo ana fursa fulani, msapoti kwa fursa yake. Atalifanya jambo litakuwa ni jema kwa ajili ya familia yako, kwa ajili pia ya watoto. Kwa hiyo mume, usiwe na ule ubinafsi. Hebu jua mke wako ana fursa gani. Mke, usiwe na ubinafsi. Jua mumeo ana fursa gani, ana opportunity gani. Itumia hiyo umsaidie, au mjenge jambo lenu kubwa kwa ajili ya maendeleo ya ndoa yenu. Unajua jamii ya Wahindi, jamii ya Waarabu wana ile tabia ya kuwa na biashara za familia. Hata ukienda jamii kama watu wa Japani, wazungu wengi, tabia ya kuwa na kujua fursa ya mke wangu ni hii. Utakuta kwenye biashara wameendelea, inakuwa kurithishwa. Hiyo ni namna unajua fursa, kwamba niko kwenye biashara, nikiweka mke wangu, biashara itaendelea. Niko kwenye biashara, nikifanya na mume wangu, biashara itaendelea. Wanasiri kujua Mungu ameweka baraka kwenye ndoa. Ndio maana wako pamoja. Na Mungu akiwaangalia anawaona wamoja, anaendelea kuwabariki. Hapo ndio penye siri. Kwa lazima ujue siri ya kuwa na mke huyo ulionaye kama opportunity, kama fursa. Ujue mume ulionaye ni opportunity. Kwa lazima nyewe wenyewe mkae muone tuna fursa gani kama wanandoa sisi. Wengine wana ndugu zao ambao wana uwezo, saa nyingine uta mume ana ndugu ambaye ana uwezo, au mke ana ndugu ambaye ana uwezo. Unasema labda tuandike tandiko letu jamani baba au mama, twende kuomba kuchukua mkopo pale. Maana tuko pamoja, tumepania pamoja, hatukosi hela. Hiyo ni opportunity. Lakini uta upande wa baba au mke ana ndugu zake ambao hawana kazi, mume ana ndugu zake ambao hawana kazi. Mkaanzisha kampuni yenu. Wale wa ndugu zenu wakawa ndio watenda kazi kwenye kampuni. Wametumia opportunity ya wale ndugu kufanya jambo fulani na hiyo kuwainua. Kwa mambo haya yote yanatokea pale ambapo unajua fursa alionayo mwenzio. Sasa ingine mwenzako anafanya ofisi nzuri, labda kuna opportunity ya kazi. Wewe mama uko kwenye ofisi nzuri,
kuna kazi fulani ambayo itaweza kumsaidia hata mume wako anataka kufanya ile kazi, hiyo opportunity itumie, hiyo fursa tumia. Kwa ni bora sana, ni vyema sana kwenye ndoa tukawa watu ambaye tumekuwa kwenye high level ya masuala kufanya mambo kwa ukubwa, kwa ukuu wake, kujua opportunity tulizonazo katika ndoa au kama ana ndoa. Jambo lingine wanasema wazungu threats au vikwazo. Kwenye ndoa kunakuwa na vikwazo, vipo vikwazo, vinaweza kuwa vikwazo saa nyingine vikwazo vya mtaji, vikwazo vya elimu, vikwazo vya wanadamu, vikwazo vya tabia, vyote ni vikwazo. Sasa kwa wewe mwenye ndoa usipojua vikwazo vya ndoa yangu ni nini, nayo ni shida. Utafikiria baba kikwazo fulani tu cha kikwazo, baba ameamka asubuhi aje kusalimia ukasema ni kikwazo hiko, kikakutoa mpaka kwenye mudi, mpaka ukaleta magovi ya ajabu. Kikwazo. Kama unajua mmeo akiamka asubuhi aweze kusalimia, wewe mwambie za asubuhi. Kama unajua mmeo labda analeta kikwazo fulani, wewe ile kwazo hebu liangalie kwako leo kama opportunity. Usilione kama limekuwa la ajabu. You can pass on it. Unaweza kulishinda. Kwa sababu tu uko kwenye ndoa, ni sehemu ambayo ni kubwa, ni nyeti. Inahitaji maendeleo, unahitaji kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo jambo la kikwazo tu lisikuzurudishe nyuma. Lakini kujua kikwazo cha ndoa yangu ni nini. Lakini pia unaporatibu au unapo analyze vikwazo vya ndoa yangu ni hivi, ni rahisi sana kuweza kuvishughulikia. Aidha katika ulimwengu wa roho kwenye maombi, au hata kutafuta namna kujifunza au elimu ya hilo jambo ili ulijue. Kwa mfano, kwenye ndoa unaweza kukuta kuna kikwazo labda cha elimu. Mama yeye anajiona labda hajasoma sana, labda mumewe amesoma. Kwa anaona mbona kama kikwazo. Baba akaita project hii na kuwa kama ni vile nimepwaya, sielewi. Basi mama, nenda shule. Usiogope. Nenda shule. Anza elimu, kama ni sekondari, kama ni ya chuo, kama ni ya college, whatever, anza shule. Ili ile kikwazo cha elimu kitoe. Yo threat hapo utoe. Au mama unaona kabisa mume anakuona labda vaa yako haipendezi. Mbona mafano unavaa hivi? Na kwa kikwazo hakutoa outing. Kumbe kikwazo ni kwenye nguo. Tafuta namna ya kushona nguo zako vizuri. Pendeza. Yaani hakuna kitu ambacho hakina solution chini ya jua. Nao mwenye ndoa usifikiri kwamba eti vikwazo ndio mwisho wa safari. Hapana. Vikwazo vipo, lakini kuna namna ya kuvitoa hivyo vikwazo. Na ndio maana tunasema makampuni makubwa yanafanya research, yanafanya analysis, yanafanya evaluation, wanajua vikwazo ni nini. Kwani ile makampuni waga wanayafunga? Baada ya kujua kwamba kampuni hii na vikwazo hivi, hivyo wanafunga kampuni au waga wanatafuta solution au suluhisho. Huwa wanatafuta suluhisho. Kwa hiyo mwenye ndoa wewe, uliyethaminika, uliyeheshimika, vikwazo visikutoa kwenye ndoa, bali vikupe sababu ya kutafuta suluhisho ya ndoa yako. Na baada ya hapo utafurahi. Hata wana Israeli wanatoka kule Misri, walikutana na vikwazo. Hata wale viongozi wakubwa, hata viongozi sijui wa mashirika, hata viongozi wa jamii, kila mmoja ana kikwazo chake. Lakini kikwazo hakitoshi kusema kwamba hii biashara naiacha. Kikwazo hakitoshi kusema kwamba hii ndoa naiacha. Hakunaga. Vikwazo vipo. Utatoka kikwazo hichi, utaenda kingine. Utatoka hichi, utaenda kingine. Utatoka hichi, ndio tabia ya vikwazo. Lakini lazima kila kimoja you pass it na utashinda. Kwa hiyo natamani kusema kwamba kwenye ndoa tupate muda wa kujichanganua. Jichanganue wewe mke. Mume jichanganue. Formula hii ndogo tu sote. Naangalia uwezo wa mume wangu, naangalia mapungufu ya mume wangu, naangalia fursa zinazo mume wangu, naangalia vikwazo ninavyopata kwa mume wangu. Haya. Mume anaangalia. Naangalia uwezo wa mke wangu, naangalia mapungufu ya mke wangu, naangalia fursa za mke wangu, naangalia vikwazo vya mke wangu. Halafu navifanya kwangu kama ni sehemu ya kujifunza na kuvuka kwenda eneo lingine.
Usiangalie vikwazo ukavifanya kama ndio chapo la kumchapia mume au la kumchapia mke. Usiangalie mapungufu ya mume wako ukafanya mapungufu ya kama ya kumchapia au mapungufu ya mkeo kama ndio fimbo yake. Hapana. Angalia maneno kufanya mapungufu kuwa sababu bora ya kufanya marekebisho kwenye hilo jambo. Kwa sababu tumesema hata wao wenye mashirika makubwa, wenye viwanda vikubwa, wenye miradi mikubwa wanakutana na mapungufu na madhaifu, lakini hawaachi kazi zao. Wanachukua kama wanayabeba, wanayafanyia kazi, wanatafuta elimu, wanatafuta ufahamu, wanatafuta maarifa, wanasolve ile jambo. Alafu kazi inakuwa njema. Kwa hiyo leo hii nataka kukuambia kabisa, wewe ulio na ndoa, usio unakaa tu kwenye ndoa, mama usikae kwenye ndoa ukakaa tu. Chukua karatasi yako anza kuandika. Madhaifu ni haya. Fursa ni hizi. Unajua fursa inaendana na uwezo. Halafu threats au vikwazo vinaendana na mapungufu. Vimekaa viwili hivyo kama mume na mke. Kwa hiyo hebu vichukue hivyo. Wanasema kama iwe ni food for thoughts. Kama ni chakula cha akili yako kujua nafanyaje ili haya mambo yaishe. Mume wangu ana tabia hii, ngoja nifanye hivi. Kwanza nimuombe, halafu ninaongea naye kidogo kidogo. Hii baba, tabia sio njema, haifai, itatuangamiza, itatuletea maafa, itatuletea majanga. Mke wangu, hii tabia sio njema, itatuangamiza, itatuletea majanga, mama iache. Ataanza kusikia kidogo kidogo, atabadilika kidogo kidogo. Haya, kisha anaongea, mke wangu, hebu tuende outing. Unamtembeza sehemu fulani ambayo ni pazuri, pana mazingira mazuri, anambia mke, unaona biashara hizo kuna namna unataka mkeo abadilike. Kwa chukua muda kumbadilisha mke wako. We mama, chukua muda kutaka mume wako abadilike. Muone kama ni wako wako uliyepewa, hajapewa mwingine. Wewe ndio uliyepewa huyo mke. Ndio uliyepewa ni wako wako. Kwa hiyo mtake kubadilisha kwa uzuri kwa ajili ya heshima ya Mungu na heshima yako wewe. Lakini kwa ajili ya maendeleo yako wewe na ndoa yako. Kwa unapochukua jukumu la kufanya uchambuzi, kujua madhaifu, kujua uwezo, kujua vikwazo na fursa alizanazo mwenzi wako, inasaidia sana kwenda kuboresha yale mambo ya masuala ya ndoa na maendeleo yake. Usiwe sababu ya kuharibu ndoa yako wewe mwenyewe. Kuwa sababu ya kuponya ndoa yako wewe mwenyewe. Kwa kujua nini leo jema kwa mumeo na lipi ambalo alifanyi vizuri ili ulirekebishe. Ndoa ni mahali pazuri pa kuishi. Ndoa pamewekwa na Mungu mwenyewe, pana furaha. Kwa hiyo kuwa sababu ya kufanya ndoa ziwe mahali pa maendeleo na furaha kwa Mungu na kwa wanadamu. Naomba endelea kuwa na sisi katika vipindi vyetu, pitia kwenye Instagram, YouTube, Facebook, mitandao mingine yote ya kijamii kupitia HBC_TZ kwa vipindi vinavyofuata. Asanteni.